Buchiku Studio. Shaka ngoma inaitwa na T Nene Budagara Mwana Malonja. Karibu sana kwenye Kigoda cha Babu. Ni 15 dakika ambazo zimeondoka toka ilipotimia 7 kamili za mchana. Bana, kama wewe ni mfuatiliaji mzuri wa mitandao ya kijamii, ukiingia kwenye mitandao pale ukizisearch ngoma za msanii fulani hivi hautaziona kwenye platform tofauti kama ambavyo zilikuwa zinaonekana mwanzo. Badala yake zimerudi na zikajipackage kwenye ukurasa mmoja peke yake. Sasa hii hatujajua kama ni sawa au sio sawa, na kwa sababu hiyo sasa sisi tumelazimika kumtafuta mmoja kati ya watu wake wa karibu sana na huyu msanii ambaye amechukua hatua hii ya kuzishusha nyimbo kutoka kwenye platform tofauti ili ziwe tu kwenye akaunti yake peke yake. Ni kwa nini? Hapa tunakwenda kuungana na Peje. Huyu ni moja kati ya watu wake wa karibu sana na huyu msanii ambaye amechukua hatua hii. Itemo ndo jina dangu na hiki ni Kigoda cha Babu. Sisi tumemtandikia simu kwa sababu hakupata nafasi ya kufika hapa studio. Huyu hapa Peje, msikilize. Hello. Mambo vipi? Sawa kaka, shikamoo. Bakoma hapo. Jambo. Uko vizuri? Uko vizuri. Uko live hapa mzee, inakuaje? Namshukuru Mungu. Tumekugongea simu bila kukuandaa. Kuna kitu tunataka tuweke vizuri hapa. Sawa kabisa. Tumepita kwenye maeneo fulani tukakuta ngoma fulani zimeshushwa, na tukaamini pia wewe ni mtu wa karibu wa huyu mwamba ambaye ngoma zake hazionekani pia mambele. Ni kwa nini zimeshuka? Pengine zimeshushwa kwa sababu zinahitajika ziwe kwenye kituo kimoja. Naam. Ndio maana ya kushushwa kwenye akaunti zingine ili kusudi zibaki kwenye akaunti ya msanii, ili mtu au mteja wake anapotafuta kazi yake azipate kwenye akaunti moja. Kwa nini leo na isiwe siku zingine? Ni kwa sababu tuseme maisha yanaenda speed, tukiachilia na mbali na maisha kwenda speed, pia ujue kwamba ile soko la muziki wa asili linazidi kupanuka, unaona? Kwa ni namna ya kutengeneza wigo kutokana na usasa uliopo tofauti na zamani, kwa sababu zamani pia nyimbo hatukuwahi kuuzia kwenye mitandao ya kijamii, lakini kwa sasa muziki unauza kuanzia kwenye mitandao ya kijamii na hata kwenye jamii pia nje na kwenye mitandao ya digital platform. Hawa walikuwa na zipandisha kipindi cha nyuma mpaka kufikia juzi. Walikuwa wana push au walikuwa wanashusha? Yaani upande wa msanii kwamba ni mchango gani waliokuwa wanaufanya kwake? Wale pale kwa wao ukiwasikiliza wanasema walikuwa wana support, lakini tukirudi kwa kihatimiliki ni kwamba walikuwa wanaiba kazi za msanii na kujimilikisha wao, kwa sababu unapochukua kazi ya mtu na ukaiposti wewe moja kwa moja, hapo unakuwa umejimilikisha kazi yake pasina idhini yake. Tofauti yake ukitumia kazi ya mtu bila mhusika kumhusisha, unakuwa umeiba, na sio kwamba unakuwa umepush kazi, hapana. Ushauri ukoje? Kwa sababu pengine wadau wanaingia kwenye hizi platform na wanahisi wanapush, kumbe kuna kitu wanafanya sio. Na nyinyi ambao mlitangulia kwenye game, hivi vitu hamuviweki wazi, na inapokuja mnazishusha katikati inaonekana kama mmezingua, kumbe nyinyi ndio mlikuwa sawa. Kwa nini kisifanyike kitu cha kuwapa taarifa hawa watu wakawa wanaelewa? Pengine mitandao imetuvamia, tuelewi masheria na vitu kama hivyo hapo. Toka lini mwizi umpe taarifa ya kumwandaa?
Kwa ili kusudi, kwa sababu kama wao hawakuwahi kutoa taarifa ya kwamba taposti kazi yako wakaiiba, na sisi tunatumia neno la kwamba waliiba kwa sababu hawakuwahi kuwasiliana na mhusika. Wao hawakutoa taarifa. Kwa na yeye msanii anaamua kuja hivyo hivyo bila taarifa na kuamua kushusha kazi zake, kwa sababu yeye ndo mmiliki wa zile kazi na ndiye ana utaratibu wote wa zile kazi. Kwa lazima atatumia mamlaka ya yeye kwa sababu ni kitu chake. Sasa leo hii kitu chako tena uanze kukiomba au uanze kuwataarifu watu, jamani msifanye hiki. Kwa hiyo pindi pale watakapoona kuna changamoto kwamba ukipandisha kazi za msanii fulani zinashushwa mtandaoni, watu wataziogopa na wataheshimu, watasapoti kwa namna nyingine. Si lazima kuposti kazi ya msanii ndio kusapoti. Unaweza kutumia hata njia nyingine kumsapoti kama msanii unapenda kila anachokifanya. Kwa nini mnafanya hivi sasa na mwanzoni hamkufanya? Hamkujua kama muziki ni biashara pengine kipindi cha nyuma? Kipindi cha nyuma naweza nikasema tunafanya hivi sasa kwa sababu game linaenda linabadilika kama nilivyotangulia kusema hapo awali. Tunafanya hivi kwa sasa ni kwa sababu soko la muziki linazidi kuwa kubwa, alafu pia na wasanii wanazidi kuwa wakubwa, na hao mashabiki au hao wanaotuibia nyimbo na kuposti kwenye akaunti zao. Sawa. Tunakuwa nao mtaani. Wanasema umefanya maisha ya kawaida tu. Kumbe hayo maisha ya kawaida ndio wanayasababisha wao kwa kuiba kazi na kuzipandisha au kujimilikisha pasina idhini ya msanii. Kwa hiyo tunafanya hivyo kwa sababu game limezidi kuwa pana, na msanii pia mnapomfuatilia au msanii tunapomfuatilia anakuwa ni mkubwa, na unategemea pia uone na maisha yake akiwa ni makubwa, na unategemea kesho na kesho kutwa asaidie watu wengine. Sasa atasaidiaje aliyakuwa kazi zake zenyewe hazimuingizii kipato? Mimi nahisi hawa walozipost toka mwanzo ni kama ndio walimsaidia kukua. Kwa nini mnawabadilikia? Wanasemaga kizuri cha jiuza na kibaya cha jitembeza. Mwanzoni kipindi hamjawa hivyo, naamini mliwatafuta pengine ili waweze kusambaza. Lakini inaonyesha mnapofika sehemu fulani hivi mnawabadilikia. Hii inakuwaje? Sina majibu ya moja kwa moja kwamba hivi msanii huwa anatafuta mtu kumwambia nipostie hii nyimbo. Naam. Sina majibu ya moja kwa moja, siwezi nikakataa au siwezi nikakubali kwa sababu kila mmoja anapoanza kategori ya kazi yake huwa ana utaratibu wake. Sawa. Na pia kwa zamani mimi nilichokuwa nakijua, sawa, msanii akifanya kazi na director fulani, director ndo nakuta ana account. Ndio. Tumeelewa? Ndio. Ndio huyo director afanyaje? Anaipost ile kazi kwa sababu na yeye anakuwa ni mhusika. Tumeelewa? Alafu pia wasanii hawakuwa na elimu ya kuwa na akaunti zao. Naam. Lakini kwa sasa wameshakuja kugundua hicho kitu. Naam. Wakaamua kutengeneza vituo vyao vya YouTube, lakini kama director aliyewahi kuifanya ile kazi, naam, alishaka kuiposti. Ukitafuta kwenye mfano, labda turudi kwa Kisima. Naam. Ukiangalia kazi za Kisima zilizofanyika kwa Makula, hautakuta zimeshushwa kwa sababu pia naye Makula alikuwa ni mhusika wa ile kazi. Naam. Naona, lakini kwa hao wengine ambao hawakuhusika kufanya kazi, ndio maana kwenye akaunti zao zilishushwa. Kwa nini zisishushwe kwenye akaunti za kina Makula? Sawa. Kwa sababu yeye Makula ni mhusika. Naam. Lakini hawa wengine sio wahusika, au yeye Makula ana kibali kwa sababu pia aliambiwa alituma Gerembo kwa mtandao. Sawa. Akaposti. Sasa hawa ambao hawakutumwa kwamba itume nyimbo mtandao ndio maana zikashushwa. Hakuna mtu aliyebadilikiwa tu kwamba hivi ulimpa order vifanye hiki na hiki alafu akafanyaje leo tuje tumbadilikie tushushe. Hapana. Ili game ni la asili, na asili ni mwanzoni ilikuwa ni game ambayo ni kama burudani hivi. Kwa nini limebadilika kwenda kwenye mifumo ambayo pengine haiko kwenye asili? Kwa sababu hii mifumo nimeanza kuisikia kwenye muziki mingine na vitu kama hivyo. Kwa nini imekuja huku kwenye asili? Tuseme kwamba sasa hivi kila kitu kinaenda kinabadilika, ndio maana hata bei za zamani za vitu zilikuwa zina bei, vitu vilikuwa vina bei ndogo, lakini kwa sasa vitu vina bei gari. Kwa watu tuseme kwamba vya asili walikoanzia walikuwa wanapiga ngoma, kulikuwa kuna kiingilio, ndio utakuta walikuwa wanaingilia viazi mara kuni. Sawa. Lakini ikaenda inabadilika sasa, thamani ya pesa ilivyozidi kuonekana na uhitajikaji wa pesa kwenye kila jambo, naam, ilivyozidi kuhitajika, ndio ukaanza kuona sasa kwenye viingilio kaanza kuweka mara 200,
ikaenda ikawa 500. Naam. Mpaka sasa hivi tunavyozungumza ipo kwenye 1000, ila mimi ninaamini kwa miaka ya mbele itazidi hata kwenye 1000, itazidi, itaenda hata 5000 au 10000 sijui, lakini ninachoamini kwa sababu maisha yanaenda yanabadilika, kila kitu kinaenda kinabadilika na kinapanda thamani. Naam. Yeah. Sisi tukushukuru kwa muda wako. Kuna kitu umekizungumza kwamba wanaweza wakapushi kwa namna nyingine, unaweza ukadokezea hata namna moja kati ya namna ambazo wewe unazifahamu pengine? Mimi nadhani mtu ukiwa unamshabikia, ukiwa shabiki kama shabiki, unaweza ukaangalia huyu msanii wangu ninamkubali na ninampenda na napenda anachokifanya, naweza nikamsupport kwa namna utakayoiona. Kama ni content creator, unaweza ukasupport hata kwa kufanya challenge nyimbo yake. Nyimbo ya msanii yeyote ukifanya challenge hakuna atakaye kubini, lakini kikubwa tu usiposti kazi ya msanii, ila challenge unaweza ukafanya challenge kama kionjo au kivutio cha watu wengine watakavyokitazama au kukisikia kwenye akaunti zako, labda kwenye TikTok, sehemu zingine labda kama Facebook. Unaona, yenyewe ni sawa, unakuwa unamsupport msanii, ila sio kwamba unaibeba kazi nzima unaenda unafanyaje, unaiposti. Hapana, fanya challenge. Ndio maana utakuta kuna watu wengine kwenye muziki wa Bongo Flava wanafanya cover, ni sawa. Tukutakie siku njema kiongozi. Nanyi pia. Kwenye kigoda cha babu, kama ambavyo ni kujuza mwanzo, tulikuwa na moja kati ya watu wake wa karibu sana, mwamba huyu ambaye ameshusha ngoma zake kwenye platform ya wadau tofauti ambao wao walianza kama kusambaza kwa nia njema kabisa. Mwanzoni bana, wasanii huwa wanakuwa na tabia ya kuwatafuta watu ili waweze kuzisambaza ngoma zao, na tumefikia hapa. Unaweza kudondosha komenti yako hapa chini, pia ukatujuza wewe unahisi nini kifanyike juu ya hichi ambacho kimefanyika. Itemo ndo jina langu na hiki ni Kigoda cha Babu. Endelea kutufuatilia.